Unatazama Ndizi TV Afrika. Hujambo mtazamaji wa Ndizi TV Afrika, ikiwa imetimu saa 7 mchana, ikiwa leo hii ni siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2025, kukaribisha katika taarifa zetu za Mpasho Saa Saba. Jina langu ni Geff Nyakundi, mwelekezi wangu ni Bwana Lucas Ouma. Karibu, na tukianza ni kwamba baraza la magavana limezindua mpango maalum wa kudhibiti vifo vya kina mama wanapojifungua pamoja na watoto wachanga, likilenga kuchunguza kwa kina visa vya vifo hivyo na kuweka mikakati dhabiti ya kuvikomesha. From the top and ensure that we are able to bring down this. It's embarrassing when you hear that our neighbors who may not be doing as much as well as ourselves, in terms of resources, in terms of facilities, in terms of human resource, in terms of, name it. But then they have managed to crack this up. I tend to believe that the gap has been the platform that we are launching today. Thank you very much. And I allow now that I am able to proceed to just read the remarks of our chairperson. Colleague governors, development partners, civil society organizations, the faith-based organizations present, the private sector, national and county governments officials present, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor to host you all during this momentous event as we officially launch the Inter-County Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response Initiative. Today's gathering is more than a launch. It's a powerful affirmation of our collective duty, our shared resolve, and our unwavering belief in the right to life and the right to health and the dignity of every woman and newborn in all our 47 counties. Ladies and gentlemen, Kenya continues to face an urgent challenge. Our maternal mortality ratios remain above the SDG 3 target of 70 per 100,000 live births, and the neonatal mortality stands at 21 per 1,000 live births. While progress has been made, these statistics remind us that too many mothers and babies still die from causes that we know are preventable. Behind each number is a family profoundly affected, a community shaken, and a future cut short. We also know that the MPDSR is one of the most strategic and transformative interventions for reducing these deaths. Counties have invested significantly in maternal and newborn health through improved staffing, strengthened emergency referral systems, facility upgrades, and enhanced community level services. Yet the implementation of this response has remained uneven, limited to times by systematic gaps, weak feedback mechanism, fragmented learning loops, and insufficient inter-county. Na tukizidi kusonga mbele, tukielekea katika kaunti ya Nyamira, ni kwamba maafisa wa upelelezi katika kaunti ya Nyamira wamefukua mwili wa Meshak Mainye, mwanaume ambaye anadaiwa aliuawa na kuzikwa kwa siri katika boma lake bila familia yake kufahamishwa, huku jamaa zake wakiomba uchunguzi wa kina kufanyika kubaini chanzo cha mauaji hayo. sio kirefu kubwa ati walimweka tu
shimo ya futi 1.5 hivi ama 2. So tukaona mkono umetokea na harufu ikatoka hapo, tukaona tumbo, tukaona miguu kiasi. Sasa tukasema yes, huyu anaonekana kama hii mwili ni ya binadamu, si labda ndio huyu aliyetenda tendo hili la kumuua ndugu Mainye na kumzika. Ni jambo ambalo ni mbaya sana sisi kama Wakristo, na tena ni mbaya sana katika serikali. Kwingineko ni kwamba afisa wa polisi aliyepoteza bunduki aina ya G3 yenye risasi 17 mapema mwezi huu alikana mashtaka dhidi yake alipofikishwa mahakamani katika mahakama ya Bomet, huku akiwasilishwa bila kuripoti na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Kesi hiyo itarudiwa tena mahakamani tarehe 19 mwezi huu wa 11. Na tukirejea tena katika kaunti ya Nyamira ni kwamba kaunti ya Nyamira inakabiliwa na changamoto kubwa za ufadhili wa afya baada ya kuondolewa kwa mswada wa miradi mbalimbali ya afya uliotolewa na serikali ya Marekani kupitia shirika la USAID, huku waziri wa afya wa kaunti hiyo Donald Mogoi akionyesha kuwa kutakuwa na ugumu wa kulipa wahudumu wa afya pamoja na kununua dawa muhimu. So realities, we expect challenges and being overstretched in terms of human resource, being overstretched in terms of space to provide care, being overstretched in terms of even medication, because remember the US government even supports the drugs that the HIV people use. The main goal really is to advance health equity. So it's not just a ceremonial handover of keys, but a testament to the many years of partnership between Perth, Kenya and Nyamira County to really increase access of underserved population and ensure that. Na kwingineko ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu hapa nchini na pia waziri wa masuala ya mambo ya nje na diaspora Musalia Mudavadi amefanya ziara katika kituo cha simu cha masuala ya diaspora kilichopo makao makuu ya idara ya masuala ya diaspora Old Mutual Towers katika kaunti ya Nairobi, akisisitiza umuhimu wa bond ya uwekezaji wa diaspora katika kuinua uchumi wa taifa. I had a chance to go to the World Bank. This is MEGA. And we had not yet matured as a country for a diaspora bond, because you need to have a critical mass of resources that the diaspora remit to a nation to be able to have the gravitas to generate sufficient attraction to a diaspora bond. And that was 2 years ago. But today, I can tell you the figures they gave of maturity, Kenya has now matured to have a diaspora bond. And that is how we can help them channel their resources effectively and also invest in infrastructure and other things that we want to do in this country. You've heard the president talk of an infrastructure fund and so forth. Within that fund, it's part of the place where the diaspora can also invest. And the remittances of the diaspora alone can build a new Jomo Kenyatta airport if they are channeled, aggregated and channeled properly. We can actually build a new Jomo Kenyatta International Airport.
That's what the Kenyans living out there are now capable of doing, provided we have the right investment vehicles and the right areas that they can invest. So that's important. Basi tunapofika tamati katika taarifa zetu za Mpasho Saa Saba, baadhi ya taarifa ambazo tunaendelea kufuatilia ni kwamba Rais William Samoei Ruto anapoendelea na safari ya ziara yake ya siku 4 pale katika eneo lile la Ukambani leo hii katika Kitui State Lodge amepokea ripoti ya wanaoondoka afisini kutoka shirika lile la National Lands Commission, ripoti ambayo ameipokea na baadhi ya maafisa ambao wanaondoka afisini, na taarifa hiyo tutakuwa tunaifuatilia ifikapo saa 1 jioni. Tutakuwa tunakufahamisha kila ambacho kilizungumzwa pale. Na kwingineko, tume ya kuajiri tume ya usajili maarufu IEBC ya uchaguzi humu nchini wametaja kwamba bado kujiandikisha kwa wapiga kura wapya bado iko chini zaidi, ikiwa kwamba lengo lao la kupata kuandikisha watu milioni 6.8 bado hawajafikia hivyo, akitaja kwamba kila ambacho walikuwa wamepanga akijafanikishwa, wakiendelea kujipanga zaidi, huku watu ambao wamejiandikisha hadi sasa hivi ni watu 1,100 peke yake, huku wakitarajia kuweka mikakati zaidi ya kuhakikisha kwamba watakuwa wanaandikisha Wakenya wapiga kura wengi zaidi. Na hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Mpasho Saa Saba. Jina langu mie ni Geff Nyakundi. Tupatane tena baadaye tunapoendelea kukuandalia mengi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hapa nchini. Mie ni Geff Nyakundi, mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Lucas Uma. Kuwa na mchana mwema. Unatazama Ndizi TV Africa. Yeah, check it out. What's up, my beautiful people? They call me Ms. Manvoke, and this month on day 28 Ndizi TV Africa pamoja na Camel Park wanakuletea chill party and talent show auditions live hapa ndani ya Camel Park, na kiingilio ni shilingi 200 peke yake per head. Alafu saidia kama umeweza kulipa that 200 Kenya shillings unapata free swimming. In the same time, kama ni mzazi kwa pale nyumbani unaweza leta watoto wako wakuja waweze kujienjoy. Tuko na bouncing castle, tuko na water balloons, tuko na mamba, tuko na tortoise. In the same time unaweza kuwa na fun as a family. So don't forget, mark your calendar on this month date 28 ambayo itakuwa na Friday. Tutakuwa na show babu kubwa. Show yenyewe itakuwa ni chill party and talent show audition humu ndani ya Camel Park, the bride of Kisii. Eastlands, yo, we had them like Westlands, yo, we had them like Being healthy is a strive everybody